Yes, ni wasaa mwingine tena kwa mwanafamilia wa Hekima ya Dereva. Leo tutakuwa tunaangalia nguzo namba 4 ya udereva bora ambayo ni uvumilivu. Uvumilivu ni miongoni mwa zile nguzo 5 za dereva bora katika kukamilisha somo letu la Hekima ya Dereva au maamuzi sahihi ya dereva. Dereva wapo barabarani unapaswa kuwa mvumilivu. Uvumilivu ni moja ya nguzo muhimu sana kwetu madereva tunaokuwa barabarani. Kazi ya dereva kila siku ni kuwa barabarani. Asilimia nyingi za dereva ziko barabarani kwa sababu ndio maisha yake. Barabarani kuna mambo mengi, hivyo dereva lazima uwe mvumilivu katika nyanja kama 3 hivi. Kwanza, dereva anatakiwa uwe mvumilivu kwa sababu kazi yako inahusu kukaa barabarani, na barabarani unakutana na watu wa aina mbalimbali, watu tofauti tofauti wenye tabia tofauti tofauti. Unakutana na watembea kwa miguu, unakutana na madereva wenzako, unakutana na vitu vingi barabarani ambavyo inakupasa uwe na uvumilivu. Lakini pili, dereva kazi yako inahusu kuwahudumia watu wa aina mbalimbali pia na tofauti tofauti. Kwa lazima uwe mvumilivu, maana watu hao wana tofautiana tabia. Kila mtu ana tabia yake na kila mtu ana staili yake. Hivyo dereva, uvumilivu kwako ni kitu cha msingi sana unapokuwa unafanya kazi yako. Hii itakusaidia kuwa na maamuzi sahihi barabarani ya kutokupaniki au kureact. Maana hiyo sio sifa ya dereva bora. Lakini 3, dereva barabarani kazi yako ni ngumu sana. Kazi ya udereva ni kazi ngumu sana, sio rahisi kama watu wanavyoifikiria. Ila kwa yule dereva ambaye anachukua gari kuendesha na kuingia barabarani kwa mujibu wa sheria, huyo kwake inaweza ikawa ni kitu rahisi hivi. Yaani kuna mwingine anapenda kuendesha gari, ukimwambia leo kuna safari ya kwenda Mwanza, anafurahi, anasema leo nitaendesha sana, leo nitaenjoy sana. Kwake ile ni burudani, ni furaha. Lakini kwa dereva ambaye ni kazi yako kuendesha, ni kazi ngumu inayochosha. Usikia unahitajika kwenda Arusha, ukitoka Arusha uende Mwanza. Kuna wenzetu wa magari ya mizigo unatoka Dar es Salaam kwenda Kongo, miezi unatumia huko barabarani. Ni kazi nzito na inayochosha sana. Kwa unahitaji kuwa mvumilivu kwa sababu kazi yako inachosha sana. Kwa dereva unahitaji kuwa mvumilivu katika vitu vitatu nilivyovisema. Moja, unahudumia watu tofauti tofauti, lakini barabarani kuna watu wa aina tofauti. Hivyo lazima uvumilivu uhitajike kwa sababu watu wanatofautiana. Lakini pia barabarani kuna mambo mengi, kuna uharibifu wa chombo kinaweza kikaharibika. Kwa uspaniki, yani ukawa unapata stress kwamba gari imeharibikia hapa. Yani ukishachezesha akili yako kwa kupata stress za kupaniki, safari yako umeshaitia doa, kwa sababu dereva anahitajika kuwa 100% kichwani uko timamu ili uwe barabarani na watumiaji wengine wa barabara wawe salama. Kwa uvumilivu ni nguzo muhimu sana kwa dereva yoyote. Uvumilivu katika mambo mengi sana. Barabarani madereva tuna tabia ya kupaniki haraka sana. Lakini ukimwona dereva ana paniki haraka sana, huyo hajapata elimu ya dereva bora, hasa katika nguzo ya uvumilivu. Unaweza kaa huko barabarani kuna mwenzio kakufanyia faulo, unaanza tu safari. Haitakiwi upaniki. Yaani kufanyia faulo sio kwamba utoke upige kelele, utukane matusi, utoe ishara zisizo sahihi, ukaenda kuchomoa tairi liver, ukachomoa panga. Haitakusaidia zaidi, itakufanya kichwa chako kiwe stressed zaidi na kikae vibaya katika safari yako. Lakini kuwa calm na kujua tayari kosa limetokea. Kuna uwezekano wa kumwambia aliyekufanyia kosa, au mmeshapishana ameondoka, hakuna namna. Basi wewe elewa ni changamoto ya barabarani. Jaribu kushusha tempa, tulia ili akili yako endelee kuwa tulivu, kwa sababu hakuna madhara pia aliyotokea. Nakuta mtu akufanyia faulu hata haja kufanyia madhara, lakini utapaniki, utapaki gari, utasababisha msongamano pale kwa kitu ambacho ungetulia tu, kwa sababu aliyefanya kosa naye kashatambua kwa amefanya kosa huko aliko, labda awe tu ni mweu. Kwa kama kuna uwezekano, basi kuna madhara yametokea, basi kuna njia za kisheria ambazo zitatumika kutatua lile tatizo, lakini sio kuingia kwenye kupaniki, kwa sababu kutakupelekea kufanya na wewe makosa mengine hata ya kisheria, lakini pia makosa ya kisaikolojia, ukashindwa kufika salama kwa sababu utakuwa umepaniki. Huko mbele hautaratibu mambo yako, hautatoa maamuzi sahihi barabarani kwa sababu umepaniki. Kwa calm down, endelea na safari yako, kwa sababu aidha umetoka salama, au hata kama kulikuwa kuna changamoto itatuliwe kisheria.
Kwa dereva bora ni yule ambaye anatambua uvumilivu ni nini katika safari, kwa sababu safari kuna mambo mengi. Ukikwazika saizi mapema, unaanza safari, umefika Iringa umekwazika, utafika Morogoro utakwazika, utafika Chalinze utakwazika, utafika Vigwaza utakwazika, utaingia Dar es Salaam tena, shukuru Mungu kama utaendelea kufika hivyo vituo vingine, kwa sababu utakuwa ushapaniki, kimamo wako utapungua kisaikolojia, hautakuwa sawa. Safari yako ni ya kila siku, utakwazika leo, utakwazika kesho, utakwazika kesho kutwa, utaweza. Unasema yule ambaye anaingia barabara ni leo, once a time, yule hata akipaniki sawa, kwa sababu ameingia leo na hajui mambo ya barabara. Lakini kwa dereva mzoefu, kupaniki wakati ni maisha yako, na dereva uliyesoma, uliyeelimika, inakuwa haitimizi ubora wa udereva wako. Kwa leo tulikuwa tunaongelea nguzo hiyo namba 4 ambayo ni uvumilivu. Ndio nguzo muhimu sana kwa dereva yote bora. Kwa jitahidi kuwa mvumilivu barabarani, kwa sababu unahudumia watu tofauti. Episode inayofuata ambayo ni namba 5. Tuendelee na nguzo nyingine tena, namba 5 ya mwisho ambayo ni kujiamini. Angalia nini maana ya kujiamini kwa dereva anapokuwa barabarani. Asante kwa kunisikiliza. Until next episode.